Bwana Yesu atashuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu akaguruka kumego. Kwa hiyo akishuka kutoka mbinguni, akaguruka kumego, utasikika tarumbeta ukemwika kayo na sauti na mwaliko mkuu wa malaika mkuu, na kayo akuruta watho kamuraiko ramunene ambaye atakuwa anatangaza majira haya ambayo kanisa itakuwa imefika. Majira maroko kanisa ikinyete. Kwa hivyo hili tendo ni lazima litendeke. Kama sisi ni Wakristo waaminifu ambao wameamini ni wao walikombolewa na Yesu, lazima hili litendeke. Anasema kisha sisi tulio hai tuliosalia tukanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Rudi hapo kidogo. Asante sana. Katika hiki kifungu anasema hivi, kisha sisi tulio hai, kumaanisha kwamba kuna wale watakuwa hawajakufa, wale waliosalia baada ya wengine kufa, kwa sababu kifo nayo ni lazima kije kama Yesu atakuja. Mimi siku moja nitakufa, kama hili siku litakaa, lakini tunaambiwa kuna wale ambao hawatakufa na ambao watakuwa wamesalia. Tuseme kuna wale baba zetu waliotutangulia na wakafa, ambao Biblia imetuambia kwamba hao walikufa kabla ya hii siku, ndio watafufuliwa kwanza. Na sisi sasa tulio hai, ambao wale watakuwa hai, ndio tunaambiwa watanyakuliwa pamoja nao. Inamaanisha hivi, kuna wale walikufa wakiwa ndani ya Yesu. Kwa hivyo hata ukifa ukiwa ndani ya Yesu, usiogope, kwa sababu siku moja utafufuliwa. Kama ulikufa ukiwa ndani ya Yesu, uko na uhai ndani yako, lazima utafufuliwa upate uhai tena, upewe mwili ingine ambaye utakutana na wale walio hai sasa, ambao watabadilishwa na kupewa miili ingine na wakutane mawinguni na Yesu. Haleluya. Hiyo andiko inanipea hope. Yesu asifiwe. That even if I die, all my life, tukiwa ndani ya Yesu, nitanyakuliwa. Haleluya. Na nikinyakuliwa, siendi mbinguni kabisa, tunaenda mawinguni. Kwanza sio mbingu, ni mawinguni, na tunamlaki Mesaya ambaye atakuwa amekuja na sauti kuu na mwaliko wa malaika mkuu. Haleluya. Tutasikia hiyo sauti, ndio tutanyakuliwa. Biblia inasema kwamba Lazaro alikuwa katika wafu. Alikuwa ananuka muozo, lakini alisikia sauti ya Yesu ikiita, Lazaro, kuja. Na Lazaro kaamka. Hiyo sauti ndio wale walio ndani ya Yesu na walikufa, ndio watasikia na wafufuliwe. Hao
awesome to be in the Lord. Na atakwenda mwago kuwaende ni ya Mwathani. 18. 18. Therefore, encourage each other with these words. Kogu ikanirani inya na migambo eno. That one ndio maana nawaambia. Ndio tukomwela. Wao usijali. Kogu utikamatania. Kama unapitia shida. Simama kwa Yesu. Hata kama mashida ni mingi nyumbani. Simama kwa Yesu. Kwa sababu siku moja uwe hai au umekufa. Utakutana naye mawinguni. Bado Yesu hajaja mara ya pili. Bado Yesu atiwa kwa yalitarema. Haleluya. Lakini dunia itabaki ukiwa. Egatiwa boru. Baada ya Roho Mtakatifu kuondolewa, ataondolewa hii siku. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunaambiwa wale waliokufa wanapoondolewa kutoka mavumbini na kunyakuliwa mawinguni, ataondolewa pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa dunia itabaki ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo Antichrist sasa ndiye atakuja. Na hakuna mwenye Kristo atakuja. Kabla niende hilo lingine, ninaweka msingi na somo lingine hapa. Na weka msingi na ya Korinthia. 1 Corinthians. Akorinto ya mbele. 1 Corinthians. Akorinto ya mbele. Chapter 15. 15. From verse 50. Kwambia mstari 50. Ndugu zangu nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Nakukwera arwaja na araja mere ino ya nyama na thakame etiri oneneni kwa Ngai na gitukiораga getigia moyo ura utoraga. Haleluya. Amen. Hapa inamaanisha ukiwa vyenye huko ukaliogoka mimi nilikuwa vyenye niko siwezi kurithi ufalme wa mbingu. Ni lazima mabadiliko ifanyike. Haleluya. Amen. Ndio maana nimesoma andiko la pili kutoka andiko la kwanza. Haya anasema na akauga angalieni nawaambieni nyinyi siri hatutalala sote lakini sote tutabadilishwa. Hapo anasema wale waliokufa watabadilishwa wakushwa na miili ingine. Anaongezea andiko la kwanza nguvu akisema sisi wote hatutakufa lakini sisi wote tutabadilishwa. Lakini baada ya kubadilishwa ndio maana tunaambiwa hatuwezi rithi ufalme wa mbingu tukiwa na hii miili. Hii miili ambayo inaoza, hii miili ambayo inanuka na ikioza hauwezi kaa nayo. Ndiposa tunaambiwa sisi wote hatutakufa. Kuna wale watakufa wabadilishwe wawepo mwili wa mbingu, wale watakuwa hai wabadilishwe wawepo mwili wa mbingu, na sote tunyakuliwe tukutane na Yesu mawinguni. Haleluya. Hiyo ndio inaitwa unyakuzi. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee 52. Anasema wakati moja tu kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika. Haleluya. Hapo anasema tarumbeta itapigwa, wale walio na miili ambayo inaweza kufa wawepo miili ingine, na wale waliokufa
wawekwe miili ingine, wafufuliwe, tukutane na Yesu mawinguni. Hili jambo ni lazima litimie. Hili maandiko yatimie. Mpinga Kristo naye aachiliwe. Aachiliwe duniani. Uweka watu wake alama. Na ili usiwekwe alama, lazima umkatae Antichrist. Na kumkataa Antichrist, itabidi uuliwe. Haleluya. Ndio maana unaona viwete wanatembea, viziwi wanasikia, wazimu anafunguliwa kutoka kwa minyororo. Ikitangaza Bwana Yesu anarudi. Aliyetumwa kutangaza Yesu anarudi atatangaza. Hivyo ishara munaona kwamba viwete wanatembea mpaka Kenya inatetemeka. Unaniuliza aje? Madaktari wa India, madaktari wa USA, madaktari wa Colombia, Canada, Australia, wote wamethibitisha watu wamepona. Lakini nchi ya Kenya inasema kwamba ilithibitishwa na science. Science itaona aje wakati Mungu amechukua kitu na ameweka kwa wote. Sasa science itaona aje hapo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaona ishara kwa wale waliokoka na wale wako na mwito wa Yesu. Lazima waangalie haya. Hai waseme hapa mtoto ambaye alikuwa mguu inaenda pande hii na ingine inaenda hivi. Inaenda 180 degree. Unajua ukitolewa hii kitu iko hapa. Hii mguu itaenda hivi. Ukifanya hivi, hii inazuia. Inaitwa patella. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nayo patella inapoondolewa, huwa hainaga full stop. Inaenda mbele, inaenda kabisa na nyuma. When the Lord created that thing, and put patella on the knee, and you wanted to prove with science. In science create. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. There was a time when the mother uterus was removed due to a cancer. Rotten uterus. Hallelujah. That man, the one who removed that uterus is a top surgeon in the United States. Na akaandika hapo, I have removed this uterus due to a rotten thing. Found inside your uterus. So the man will not be able to conceive again. And he put a signature there. And the Lord said, now I want to tell my people that I am coming. And the message is here. So that Christian may prepare. He took another uterus, put it inside the mother, and the mother conceived. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Lord is doing unthinkable things that you may understand. And ask why are these things happening at our time? Hallelujah. That you may anchor to repent. And repent. And turn away from the wickedness. That the Messiah may change you. You may be given a new body.
You may be given a new body and be transformed and become a new being. Meet with the Lord in the sky. Hallelujah. Hallelujah. Now I think the foundation is clear. Now after this, this rapture, taking away of the church. Now things start changing. The Bible says in the book of Revelation, I think 13. Let's go there. Revelation 13. Bwana sifiwe. From verse 5. Tusome haraka haraka. Kwa mbele ya mstari wa 5. Tusome haraka haraka. 13 verse you may start one that ili tuelewe kidogo. Na tuambirie maka ingoto kuelewa kweli. Anasema, aliuga, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Alikuwa na pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake na vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya kufukuru. Ndacoka ndona nyamũ ya timbũka iriani, nyamũ ĩno yarĩ na ngoci 10, na wakĩra ngoci irwekeretwe thũmbĩ ya ũnene, na yarĩ na biongo 7, na wakĩra kĩongo kĩandĩkĩtwo rĩĩtwa rĩa kuuma Ngai. Hallelujah. Hallelujah. This beast is Antichrist. Nyamũ ĩno nĩ mũregi Kristo. That is the Satan. Ũyũ in command. This is the devil. In command. Now, after the rapture, nyuma ya unyochaji, I saw the Antichrist. Itaona mũregi Kristo. The sea is the people, the world. Elia ibegoro. Hallelujah. Na nikaona huyu mfalme haikuona mwanene huyo alitokea duniani akiumia tegoro, lakini juu yake alikuwa amejawa matusi ya Bwana. awanyurete igumbi ya Mwathani. Hallelujah. Hallelujah. Anamkufuru Yesu. Akirumbaga Yesu. Anamkufuru Mungu. Akarumba Mungu. Hallelujah. Amen. Endelea hapo chini. Endelea kutegoro. Inasema akauga, yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba, na lile joka likampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nyamũ ĩno ndone yakaitango yarĩ na mathu makari tamando na kanyua gakari tagachimba. Njoka ĩno yarĩ ĩnene ũguo yanengera nyamũ ĩno inya yayo gĩtĩ kĩayo kĩa ũnene na inya ĩnene mũno ya wathani. Haya, hapo anamaanisha chui ni mnyama hatari sana. Ndo inyamũ ĩthũku mũno. Na vigilia hakuna mwenye hapa naweza chui. Ndiye kakwewe aliaga au kabomba nango. Alafu anasema na kauga miguu ni kama ya dubu. Mako wa magoro makali tamando. Ndo ni mnyama ambaye ndo inyamo mbia. Mnyama ambaye anararuanga nyama simba. Nyamũ ĩtembũrangaga kinya simba. Na tena anaambiwa kichwa chake ni kama cha kinywa cha simba, na kanywa kayo gakarita kanywa ga simba. Wanyama wabaya wote. Nyamũ ya Mungu